siku ya vijana, wiki la vijana, hitimisho la wiki la vijana, na mimi ni kijana. Nataka nisiwe na muda mrefu wa kusimama hapa. Niombe kabisa nimshukuru baba yetu, mchungaji wetu, baba yetu wa kiroho mahali hapa, akiwa na mama kabisa mpendwa wetu. Jamani, amen. Baba yetu, nashukuru sana kwa heshima hii, kunikubali nirudi madhabahu hii ambayo inameremeta imetawa upako wa vijana wa kiume na wa kike. Baba na mama, amen. Asante sana baba yangu, ulinisaidia sana kwenye shule ya Biblia na kukumbuka sana uzeeki Bwana. Ulinisaidia sana mpaka kufika hapa na heshimu uwepo wangu kwenye maisha yangu. Ulinisaidia sana mchungaji. Jamani, kama tunaelewa tulipigie bila kumaliza mwingine. Amen. Mama tunza huyu baba kwa kweli. Tukifaa kweli. Haleluya. Na anatukubali vijana. Ndio maana kanisa lote limejaa vijana, wazee wachache. Amen. Lakini pia wazee wetu wa kanisa, viongozi wa mahali hapa wamependeza kabisa, wana upendo, ni wazee wazuri, vijana wazuri, watumishi wazuri. Tunawapigia makofi ya kilo kabisa kama wao hapa. Hebu wapigie makofi. Amen. Yes, alafu kuna viongozi wa vijana, uongozi ule timu ya vijana, CYM na youth, watoto na vijana, watoto na vijana. Sasa wako hapa, nashukuru sana. Wana wachungaji wengi, marafiki wengi, lakini wakaona waniite mimi jamaa kutoka kule Mbezi. Kwa kweli viongozi wa vijana, Mungu awatunze na familia zenu katika jina la Yesu. Tuwape makofi ya kilo kabisa kama tunawapenda. Amen. Nashukuru sana. Baada ya kushukuru hiyo, majina yangu ni yale wa Mola, mwinjilisti na mchungaji wa Mola Sadiki Sabule. Nimeoa mke mmoja tu, watoto watatu, tunaendelea kujaza dunia kama ilivyo ada. Bwana sifiwe. Nimewaacha wanaendelea na kanisa, wana wa Mungu. Nilitamani kuja na wife wangu, lakini mama ni mtu wa Presti, kwa hiyo yuko pale, siku moja atakuja. Amen. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa maombi yenu. Kanisa la Mungu linaendelea vizuri. Kwa kusema hayo, mama yangu mchungaji alifika pale kanisani. Alifika na timu ya kwaya, wakafanya mambo makubwa sana. Tunashukuru sana kwa mahusiano haya mazuri ya kanisa letu la Kigamboni na kule Mbezi. Jamani, makofi kwa mama pia. Haleluya. Amen. Nashukuru sana kwa kila mmoja aliyeko hapa. Kila mmoja aliyeko hapa ni thamani sana. Leo nataka tuwe na muda wa kuomba. Niwashukuru praise team kwa kweli, moto kama huu. Mimi ninajua huwezi kuingia kwenye chumba cha mafundi wa magari, chumba cha wale makenika wale wanaotengeneza vyuma, magari, vyombo mbalimbali, ukatoka bila kuchafuka. Maana kuna oili humo ndani, kuna mafuta, kuna vitu mbalimbali. Kiingia humo hata harufu ya mle inanukia vyuma na mafuta. Nilikuwa natafakari rohoni mwangu jinsi uwepo wa Bwana wakati wa sifa ambavyo uwepo uko hapa. Hakuna mtu ambaye atatoka mahali hapa akiwa kama alivyokuwa. Ukikuja unatusomea Mungu Amen. Mimi wapendwa, napenda kelele sana. Kelele, fujo zenye maana kwamba hapa
kuna kitu kinaendelea. Amen. Kwa hiyo kama utasikia rohoni kupiga kigelegele, na ulifundishwa na mama au bibi yako, kigelegele ukipige kwa nguvu zako zote. Kama utasikia kupiga makofi, yapige kwa nguvu zako zote. Ukisikia kucheka, ukisikia kunena, usijisumbue, maana leo ni siku yetu, lazima kitu kitokee hapa. Haleluya. Sasa wakati nataka niendelee kidogo hapa, natamani tuwe na muda wa kuomba wa kutosha, tuwe na muda wa kutosha wa kuomba mbele za Bwana, na tutakuwa na muda mrefu wa kuomba. Nimepewa maneno kwa ajili ya mahali hapa, panaitwa Kigamboni. Wapi? Kisiwani. Nimepewa neno la mahali hapa kwa ajili yako. Naomba tusome Biblia kwa sababu ina muda mfupi tu. Naomba tusome Biblia, tusome Bible kwenye kitabu kile cha Waebrania. Tutaona mambo hapo yatakayotupelekea kumuita Mungu siku ya leo. My Lord. Waebrania sura ile ya 12 mstari ule wa kwanza mpaka wa 3, tutaona jambo hapo. Alafu tutasoma Wafilipi 1:27 mpaka 28. Tutasoma Waebrania 12:1 pale mpaka 3, lakini Wafilipi sura ya kwanza 27 mpaka 28. Tuanze katika Waebrania 12:1, tutasoma kwa jina la Yesu. Inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kudharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia moyoni mwenu. Amen. Ongeza kitabu cha Wafilipi sasa. Wafilipi pale, tuone kitabu cha Wafilipi sura ile ya kwanza. Wafilipi sura ya kwanza 1:27 inasema mpaka 28. Inasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija kuwaona ninyi au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu kama mnasimama imara katika roho moja na kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. 28, wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kwamba ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huu utokao kwa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa maneno yenye uzima sahi wakati huu. Tunakushukuru Yehova ile utupaye, Yehova nisi bendera ya ushindi, Yehova Bwana Mungu wa milele, Adonai Sabaoth, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Asubuhi hii saa hii tuletee uponyaji, tupe nguvu, tuinue, tujenge, tubarikie, na maneno haya yakawe baraka kwa kila mmoja, kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba. Kila mwenye pumzi aseme amen.
Sema amen. Kuna vijana hapa sema amina yenye moto kabisa. Yes. Ninaomba andika ujumbe huu. Ni ujumbe tu wa leo. Ujumbe wa leo. Andika maneno yafuatayo. Ukubwa wa kesho yako. Tambua ukubwa wa kesho yako. Nitarudia tena. Tambua ukubwa wa kesho yako, ili usimamie ndoto yako leo. Tambua ukubwa wa kesho yako, ili usimamie ndoto yako leo. Tambua, gundua, jua ukubwa wa kesho yako, ili usimamie ndoto zako leo. Hata kule nje, upo kwenye jiko unapika, mahali popote ulipo, tulia mahali ulipo, sikia maneno haya. Tambua ukubwa wa kesho yake, ili usimamie ndoto zako leo. Tambua, gundua, ujue kesho yako ni kubwa kiasi gani. Na hapa leo ni wiki ya vijana, tunamalizia, tunahitimisha. Katikati tumekuwa na mambo kadha wa kadha, tumekuwa na vitu mbalimbali.